Karibu katika hadithi na simulizi ya maisha na safari ya sauti ya Peter Msechu. Ni wapi alipotoka mpaka hivi sasa alipofikia. Msanii huyu ambaye amekuwa kama icon kwa vijana wengi ambao wanaingia katika sekta sanaa. Peter Msechu. Palipo na vilima vya kijani kibichi huko Kigoma, karibu na maji makuu ya ziwa Tanganyika, ndipo hadithi ya kijana Peter Msechu ilipoanza. Hakuzaliwa na umaarufu mkononi, wala hakulelewa katika anasa. Alizaliwa kama mtoto wa kawaida tu katika familia ya Kikristo iliyothamini zaidi maombi, nidhamu na muziki wa kanisani. Peter Msechu, historia yake mwanzo hadi mwisho nitaenda kupatia hapa kupitia channel yetu ya Usiku TV. Mimi ni Dr. Alexander Skodrizi. Subscribe hapo chini ili uwe mwanafamilia wetu wa kwanza na nguvu ambao tunapata simu zetu kila wakati na kila muda. Asante kama umekwisha kusubscribe. Akiwa bado mdogo, sauti yake ilianza kujitokeza taratibu kama mshumaa unaowashwa gizani. Ilianza pale kanisani, mahali ambapo watu wengi hawakujua kuwa walikuwa wanashuhudia kuzaliwa kwa nyota. Baba yake aliyekuwa mwalimu wa kwaya alimuona mwanaume si kama ndoto tu, bali kama kipawa kilichohitaji kulelewa ndani ya nyimbo za sifa na kuabudu. Peter Msechu alijifunza nidhamu, uvumilivu na nguvu ya sauti yenye ujumbe. Kadri miaka ilivyopita, ndivyo ndoto ilivyokuwa ikikua. Lakini ndoto yake pekee haitoshi. Peter Msechu alipitia maisha ya kawaida ya kijana wa Kitanzania. Changamoto za kifedha, mashaka ya kesho na maswali mengi: nitaishije? Muziki haukuwa kazi yenye uhakika, lakini ilikuwa sauti ya moyo wake. Mwaka 2009 aliamua kuchukua hatua ya usajili. Alijitokeza kwenye jukwaa kubwa sana la Bongo Star Search. Hakuwa maarufu, hakuwa na mtaji mkubwa, alikuwa na sauti na imani. Alipanda jukani na kuimba kana kwamba anasimulia maisha yake. Ndipo Tanzania ilipoanza kumtambua. Alifunika nafasi ya pili, lakini kwake hiyo ilikuwa ni nafasi ya kwanza kwa kuonekana katika dunia. Safari yake ikaendelea, hakuridhika. Akaenda mbali zaidi, akashiriki Tusker Project Fame. Huko ndiko walipojifunza ushindani wa kweli, talanta kutoka mataifa tofauti, shinikizo, lawama na sifa, lakini bado sauti yake ilisimama. Afrika tena, nafasi ya pili. Wakati mwingine wangevunjika moyo, lakini kwake hii ilikuwa ni ishara safari ilikuwa ni sahihi, hata kama haikuwa rahisi. Umaarufu ulipokuja, haukuja peke yake. Ulileta pesa kidogo, mashabiki, safari, lakini pia changamoto mpya. Peter aliingia kwenye maisha ya familia, akajenga upendo na mke wake Amaris aliyesimama naye katika wakati wa shida na raha. Walijenga familia, wakajenga nyumba, wakapitia maisha kama wanandoa kawaida. Si kila siku ni sherehe, si kila siku ni tabasamu. Kisha maisha yakawakumbusha ukweli wake kwa njia ngumu. Afya, uzito wake uliongezeka, hatari zikawa kubwa. Alikabiliwa na hofu ya kupoteza maisha. Hapo ndipo alipolazimika kufanya uamuzi mgumu zaidi, kubadilisha maisha ili kuishi. Hakuficha hali yake, alizungumza wazi, akakubali udhaifu wake hadharani. Katika moja ya mahojiano yake alisema kwa unyenyekevu, nilijua nikicheza na afya yangu nitapoteza kila kitu, ili nibidi nijifunze na nianze upya kuishi, alisema Peter Msechu. Akapunguza kula, akapunguza starehe, akapunguza kelele za nje. Safari ya kubadilika haikuwa rahisi, lakini hii ilikuwa ni lazima. Kwa mara nyingine tena Peter Msechu alithibitisha kuwa si sauti tu anayojua kutumia, bali ya ujasiri na kukubaliana na ukweli. Leo hii Peter Msechu si tu msanii, ni hadithi ya mtu aliyekataa kukata tamaa. Ni ushahidi kwamba maisha hayapimwi kwa tuzo peke yake, bali kwa uwezo wa kusimamia tena baada ya kuanguka. Kama alivyowahi kusema, tuzo si kila mtu, muhimu tu ni kujua kuwa nani, kwa nini unaendelea, alisema Peter Msechu. Na hivyo ndivyo safari yake ilivyoendelea, sio kama hadithi iliyofungwa, bali kama simulizi inaendelea kuandikwa kila siku kwa sauti ile ile iliyoanzia kanisani Kigoma, sauti ya matumaini, mapambano na ushindi wa ndani. Hii ni simulizi ya msanii Peter Msechu, ingawa hakuna tarehe yake, wapi aliposoma, ni lini alipozaliwa, lakini taarifa hizi bado tunaendelea
fuatilia kwa karibu sana. Pale pindi tutakapozipata basi tutaleta hapa kupitia channel yetu ya Fusko TV. Asante. Mimi ni Todo Alexander Scott Rizzi. Subscribe hapo chini ili uwe mwanafamilia wetu wa kwanza na wa nguvu ambao tunapata update zetu kila wakati na kila muda. Asante.